Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu, ni fursa ya pekee tunaendelea na masomo yetu ya watakatifu na mpango wa ukombozi. Liko somo mbele yetu la pekee lenye kichwa kinachosema ukweli wa sasa na pepeto. Ukweli wa sasa na pepeto. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, nikualike tuombe. Baba, tunakushukuru kwa zawadi ya uzima na fursa ya kujifunza. Mimi na mtazamaji tunanyenyekea chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu. Tangu mwanzo hata mwisho tuongozwe nawe kwa mivuto, ushawishi na uongozi wa mawakala wa kimbingu, malaika zako watakatifu. Tunakubali mapenzi yako yatimizwe kwetu kwa jina la Yesu, amina. Ukweli wa sasa na pepeto. Swali linaulizwa: je, kuna uhusiano kati ya ukweli wa sasa na pepeto? Ndiyo, uhusiano upo. Je, kuna uhusiano kati ya ukweli wa sasa na pepeto? Jibu tunalipata katika kitabu kinachoitwa Dhiki Kuu Inakuja Lakini Kuna Tumaini. Tutasoma kitabu hicho, toleo la 2009, ukurasa wa 48. Dhiki Kuu. Ninachukua kitabu sasa. Hiki hapa ni kitabu chetu, kinafahamika kama unavyokiona, na mbele kinaonekana hivi. Sasa ukurasa wa 48 ninasoma: mchekecho mkuu umeanza na utaendelea, na wote wasiotaka kuchukua msimamo thabiti usiokubali kushindwa katika kuitetea kweli na kujitoa muhanga kwa ajili ya Mungu na kazi yake watatupwa nje. Malaika alisema, je, unadhani kuna mtu yeyote atakayeshurutishwa kujitoa muhanga? La, lazima iwe ni kafara inayotolewa kwa hiari. Ninarudia, mchekecho mkuu umeanza na utaendelea. Ndio pepeto, mchekecho mkuu. Na wote wasiotaka kuchukua msimamo thabiti usiokubali kushindwa katika kuitetea kweli na kujitoa muhanga kwa ajili ya Mungu na kazi yake watatupwa nje. Wale wote wasiotaka kuchukua msimamo thabiti usiokubali kushindwa katika kuitetea kweli na kujitoa muhanga kwa ajili ya Mungu na kazi yake watatupwa nje. Naliona kuwa hivi sasa tu katika wakati wa kuchekechwa. Shetani anatenda kazi kwa uwezo wake wote ili kuzipokonya roho za watu kutoka mikononi mwa Kristo. Sasa wale watakaochekechwa ama watakaopepetwa, watakaotupwa nje ni watu gani kwa mujibu wa hizi nukuu mbili tulizozisoma? Hasa ya kwanza ni wale ambao hawatachukua msimamo thabiti kuitetea kweli na kuitetea kweli na kujitoa muhanga kwa ajili ya Mungu na kazi yake. Wale wote ambao hawajajitoa kuitetea kweli na kujitoa muhanga kwa ajili ya Mungu na kazi yake watapepetwa. Kwa hiyo nukuu ya pili tuliyosoma, shetani anafanya kazi akiwatoa watu kwa Yesu. Kwa hiyo shetani anachokifanya, anawashawishi watu washindwe ama wasiwe tayari kujitoa muhanga kuitetea kazi ya Mungu ama kuwa na msimamo thabiti wa ukweli, ndipo afanikiwe kuwatoa kwa Yesu. Na watatoka kwa Yesu kwa njia gani? Kwa njia ya pepeto. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya pepeto sasa ama chekecho ama mchekecho na ukweli wa sasa, kwa sababu huo ukweli unaomaanishwa hapo kuchukua msimamo thabiti wa kuitetea kweli inayomaanishwa hapo ni ukweli wa sasa. Kwa mujibu wa kitabu cha Ujumbe wa Awali
kimetafsiriwa kutoka L Writings. L Writings ni 61 63 paragrafu ya kwanza na ya pili, lakini katika ujumbe wa awali UPH 2023 ni ukurasa wa 96. Ujumbe wa awali ukurasa wa 96. Nabii anasema kuna kweli nyingi za thamani katika maandiko matakatifu, lakini ni ukweli wa sasa ndio ambao kundi lina uhitaji sasa. Na anasema mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300, imani, amri za Mungu na imani ya Yesu. Maana yake ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Lakini pia katika kitabu hicho cha ujumbe wa awali tunajulishwa kwamba liko jukwaa lililo imara. Jukwaa lililo imara msingi wake ndio patakatifu katika uhusiano na 2300, ambapo sasa kwa jumla yake ndio tunafahamu ya kwamba huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni ndio msingi wa hilo jukwaa. Msingi huu mjenzi wake ni Mungu. Ni msingi imara madhubuti. Alafu jukwaa lenyewe limejengwa kwa ngazi tatu. Ngazi ya kwanza ujumbe wa malaika wa kwanza, ngazi ya pili ujumbe wa malaika wa pili, ngazi ya tatu ni ujumbe wa malaika wa tatu. Hilo ndilo jukwaa lililo imara. Sasa wale ambao wanachukua msimamo thabiti wa kuitetea kweli ni wale ambao wanasimama juu ya jukwaa lililo imara. Wale ambao wanakataa kuchukua msimamo wa kuitetea kweli ni wale ambao wameshuka kwenye jukwaa lililo imara. Na hivyo hawa walioshuka hawana uwezo wa kuchukua msimamo thabiti wa kuitetea kazi ya Mungu duniani. Maana yake hawana uwezo wa kubeba ujumbe huu. Hawako tayari, kwa sababu ujumbe huu unaendana na sacrifice, kujitoa muhanga. Hawawezi kujitoa muhanga, hawako tayari. Kwa hiyo shetani anawatoa watu kwa Yesu kwa njia gani? Kuwafanya watu washuke kwenye jukwaa lililo imara, jukwaa lenye ngazi tatu. Ndivyo shetani anavyofanya, na anajua kabisa kwamba wanaoshuka, wanaowacha msimamo wao wa kuubeba huu ukweli wa sasa, watapepetwa hatimaye, watatemwa hatimaye, watakataliwa hatimaye. Ndicho shetani anachokifanya. Katika nukuu ya roho ya unabii unaiona kwenye skrini yako. Nukuu ya roho ya unabii, manuscript release, gombo la kwanza, ukurasa wa 228, paragrafu ya pili. Nabii anasema kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu wakati kwake Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa nini? Kwa sababu pepeto linapofanyika linaenda sambamba na upelelezi. Pepeto linapofanyika linaenda sambamba na upelelezi. Wale wote ambao wamesimama juu ya jukwaa lililo imara, jukwaa lenye ngazi tatu, wana ukweli wa sasa. Ukweli huo lazima uwatakase. Kutakaswa na huo ukweli maana yake ni kufanywa watakatifu, kuwezeshwa kushinda dhambi. Kwa hiyo lazima watu hao watarudi kwenye mchakato hapa kwenye bango letu. Mchakato huu wa huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, anapohudumu katika chumba cha pili cha patakatifu, anaondoa dhambi katika vitabu vya kumbukumbu patakatifu pa mbinguni, ndio kupatakasa patakatifu. Sasa huku duniani hao wenye huu kweli ambao sasa msingi wake ndio huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, na wamejengwa juu ya jukwaa ambalo liko juu ya huo msingi lenye ngazi tatu, jumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Jumbe hizi zinawataka na zinawaongoza kwenye kutakaswa na kushinda dhambi. Kwa hiyo jumbe hizi zinawafanya watu wasimame waaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi. Wale ambao hawatasimama waaminifu, maana yake majina yao yanapofikiwa katika hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayoanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato,
majina yao yanapofikiwa, kwa hiyo wanakuwa hawajapata ushindi wa dhambi, kwa hiyo wanakataliwa katika mahakama ya mbinguni. Majina yao yatapaswa yaondolewe kwenye kitabu cha uzima, na kwa sababu hiyo watapepetwa, kwa sababu wao watakuwa sasa wamekataliwa, na wale wote ambao wanaondolewa kwenye kitabu cha uzima ndio watakaopepetwa na kwenda kujiunga na kambi ya Shetani. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya pepeto na ukweli wa sasa, na ujumbe wa sasa, na ujumbe wenye ngazi tatu, ama jukwaa lenye ngazi tatu. Shetani anachokifanya ni hiki: anawashusha watu kwenye jukwaa lenye ngazi tatu, anawaondoa watu kwenye ukweli wa sasa. Lengo lake ni nini? Anajua kabisa kwamba ukweli huu unapoadimika, ukweli huu unapokosekana, watu hao hawaandaliwi kuishinda dhambi, na kwa sababu hiyo wanaandaliwa kupwaya ama kupelea ama kupungua kwenye hukumu ya upelelezi. Yaani wanaandaliwa kushindwa kusimama waaminifu. Ndio ajenda ya Shetani, akijua kabisa ya kwamba wanapokataliwa kwenye hukumu ya upelelezi, hao ni mali yake, maana Yesu lazima atawatema, lazima atawapepeta, atawatoa nje, atawatupa nje, na Shetani atawatawala na kuongoza katika kuipokea alama ya mnyama. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya ukweli wa sasa na pepeto, na hiyo ndio vita, na hiyo ndio pambano kuu. Shetani anataka kuwatoa wengine kwa Yesu, na Yesu anataka watu watakaswe na ujumbe wenye ngazi tatu, ili waandaliwe kusimama waaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi. Shetani anafanya kinyume chake, anauondoa ukweli huu ili watu waandaliwe kuto kusimama, waandaliwe kuto kufaa kuwa waaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo Yesu anawaleta watu kwenye ujumbe wa sasa ili waandaliwe kusimama. Shetani anawaondoa watu kwenye ukweli wa sasa ili waandaliwe kuto kusimama, kuto kuwa waaminifu, kuto kufaa. Na hiyo ndio sababu kwa nini ukweli wa sasa umeadimika. Ni ajenda ya Shetani. Anajua anachokifanya, anajua anachokifanya. Katika periodical ya PT, yani Present Truth, ya Septemba 1, 1848, paragrafu ya 8, unaiona nukuu kwenye skrini yako: Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima ama kwa mauti. Kwa hiyo ukweli wa sasa unapoadimika, watu wanakufa njaa, watu wanahitaji chakula ambacho ni ukweli wa sasa. Ni nani aliyoiba chakula hiki? Ni Shetani. Amekiondoa chakula hiki kwa Waadventista wa Sabato, amewafanya washuke kwenye jukwaa lenye ngazi tatu, washuke kwenye jukwaa lililo imara, wauache ujumbe ambao ni ukweli wa sasa. Ujumbe kama vile, mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300, ndipo sasa tunapata huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, na malaika, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Hizi jumbe ndio ukweli wa sasa, ndicho chakula cha sasa. Unapokosekana, watu wanakufa njaa, na kufa njaa maana yake wanabaki katika uovu, wanabaki katika dhambi, maana ujumbe wa kuwatakasa haupo, ujumbe wa kuwatia muhuri haupo, ujumbe wa kuwafanya wawe waaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi haupo. Kwa hiyo hawataweza kuvuka wakiwa salama, lazima wakataliwe katika mahakama ya mbinguni. Na ndicho Shetani anachokifanya na kwa watu wa Mungu, hata kutuondoa kwenye ukweli wa sasa. Tusome katika kitabu cha Hiki Dhiki Kuu ninacho hapa, ukurasa wa 49. Ukurasa wa 49 kuna haya maneno: mara tu watu wa Mungu watakapotiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Huo sio muhuri wa aina yoyote au alama inayoweza kuonekana kwa macho, bali ni kule kutulia katika kweli kiakili na kiroho, kiasi kwamba hawawezi kuondoshwa ama bila kuyumbishwa. Kwa hiyo watakaotiwa muhuri ni wale waliotulia katika ukweli, na huo unamaanishwa ukweli wa sasa, waliobaki juu ya jukwaa lenye ngazi tatu. Hao watatiwa muhuri. Kutiwa muhuri huko maana yake sasa ujumbe huo umewatakasa,
wamekuwa watakatifu, wameishinda dhambi, na hivyo sasa wanasimama waaminifu mbele za Mungu katika hukumu ya upelelezi. Na hukumu ya upelelezi kwa Waadventista wa Sabato inapomalizika, sheria ya Jumapili inatangazwa Marekani ya kitaifa. Sheria ya Jumapili inapotangazwa, wao wanakuwa tayari wameshapata ushindi kamili wa dhambi, na hivyo sasa wanakuwa wateja wa kupokea mvua ya masika. Wanapopokea mvua ya masika, wanatiwa muhuri, na kazi ya kutiwa muhuri inapomalizika, na wao wanakuwa sehemu ya wale waaminifu ambao hawatarudi nyuma, hawatatishwa na yule mwovu, watakuwa tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Na kama wataruhusiwa kuwa miongoni mwa wale walio hai, ndio watakao kuwa kati ya wale 144,000 baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema, ambao hawataonja mauti mpaka wamuone Yesu akija mawinguni. Kwa hiyo kutiwa muhuri maana yake nini? Kutiwa muhuri maana yake ni kutulia katika kweli, kiakili na kiroho, bila kuyumbishwa. Wale wote ambao watakuwa wameuelewa ukweli wa sasa, wametakaswa na ukweli wa sasa, ndio hao ambao watakuwa wametulia katika kweli, kiakili na kiroho, bila kuyumbishwa. Wale ambao wameshuka kwenye jukwaa lilo imara, wale ambao hawana ukweli wa sasa, kwa hiyo hawana ukweli wa kutiwa muhuri, hawana ukweli wa kuwatakasa, kwa hiyo wamebaki kwenye maisha ya dhambi, kwa hiyo hawataweza kusimama wakiwa waaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi. Na kwa sababu hiyo basi wanakuwa hawajatulia katika kweli, kiakili na kiroho, kiasi cha kuto kuyumbishwa. Kwa hiyo yanapokuja majaribu ya shetani, mafundisho potofu, uongo wa shetani, wanapeperushwa kama vile mchanga, kama bendera tu inafuata upepo. Na inapokuja mateso baada ya sheria ya Jumapili kuwa imepitishwa, hawa watu watapepetwa, watatoka, na hatimaye wanaenda kupokea alama ya mnyama. Kwa kuna uhusiano kati ya ukweli wa sasa na pepeto. Sasa swali linaulizwa hivi: kwa nini hakuna wafundishaji wa ukweli wa sasa? Katika kitabu hiki cha Dhiki Kuu, bado ninacho mkononi mwangu, ukurasa wa 51. Kwa nini hamna wafundishaji wa ukweli wa sasa? Ukurasa wa 51, nabii anasema, na waambieni, si wachungaji wachache wanaosimama mbele ya watu kufafanua maandiko walio na unajisi. Mioyo yao imejaa ufisadi, mikono yao ni michafu. Sasa hapo unapata picha gani? Ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, ambao ndio chakula cha sasa, ukweli huu lazima umtakase mpokeaji, lazima umfanye mpokeaji kuwa mtakatifu, lazima umuongoze mpokeaji kuwa mshindi wa dhambi. Kwa hapa nabii anaposema na waambieni, si wachungaji wachache, yaani maana yake wachungaji walio wengi wanasimama mbele ya watu kufafanua maandiko, lakini wakiwa na unajisi. Mioyo yao imejaa ufisadi, mikono yao ni michafu. Maana yake wachungaji walio wengi hawana ukweli wa sasa. Kwa nini hawana ukweli wa sasa? Wameshushwa na shetani kwenye jukwaa lililo imara. Na kwa sababu hiyo basi hatuna wafundishaji wengi wa ukweli wa sasa. Na hiyo ndio sababu kwa nini ukweli wa sasa umeadimika. Kwa sababu hata hao wafundishaji wa neno hawana ukweli wa sasa, hawana chakula cha kuwapa watu. Na kwa sababu hiyo wanaishi kwenye uovu, na ndio utashuhudia wachungaji wanapambania vyeo na madaraka. Wengine wanaenda mpaka kwa washirikina, kwa waganga, kutafuta tu mivuto ili wachaguliwe kwenye nafasi za uongozi. Sasa huyu ndio unapatikana ukweli wa sasa kwake? Hakuna. Angalieni siasa zinazopigwa, na huu mwaka ni mwaka wa session. Angalieni hizo sarakasi zinazopigwa kwenye mafildi na kwenye maconference, kwenye maunion division, mpaka kule general conference ndio sessions zimeisha, lakini tuliyaona hayo na tunashuhudiwa na wale walio kwenda. Wanaeleza namna wachungaji wanavyoacha uchungaji pembeni, wanapomwacha Yesu pembeni, wanapambania vyeo na madaraka. Ukweli wa sasa haupo. Kama wangekuwa na ukweli wa sasa, wasingetafuta kupambania vyeo na madaraka. Wangefurahi kuona ya kwamba kumbe wamependelewa na Mungu kushirikishwa kwa kazi yake, ili wakatawale pamoja na Yesu katika ufalme wake usioweza kuangamizwa milele na milele. Wanapambania mambo ya kupita ya duniani hapa. Ni kwa sababu ukweli wa sasa haupo kwao, na hivyo wamebaki wachafu, wamebaki najisi, mikono yao imetiwa ni michafu. Hawastahili, hawafai kusimama na kulisema neno la Mungu. Lakini kwa kuwa wanasimama pale, wamevaa suti na tai kama nilivyovaa mimi, hatuwafahamu.
Hatujui maisha yao, lakini kumbe ni wachafu wengi wao. Sio maneno yangu, ni roho ya unabii imesema. Sasa wewe endelea kuweka imani kwa wachungaji. Ni hivi, tunatakiwa tuweke imani kwa imeandikwa. Pambano Kuu sura ya 37, maandiko ni kinga. Weka imani kwa neno la Mungu. Hata mimi usiniamini, neno ninalosema, masomo ninayoyafundisha yapime kwenye mzani ulio sahihi, mzani wa haki, neno la Mungu, roho ya unabii. Nikisema sawasawa, chukua, maana ni neno la Mungu. Nikisema tofauti, weka pembeni, usinifuate. Ukurasa wa 51, nabii anasema hivi: ustawi unaongeza idadi kubwa ya waumini, dhiki inasafisha na kuwaondoa kanisani. Unajua wakati wa amani wamekuja washiriki wengi, wamepokea Injili. Unafikiri wote wana mpango na Yesu, wanaenda mbinguni? Lakini pia wakati huo pia wameingia wachungaji wengi. Kumbe tu wakati fulani ajira zinapokosekana, uchungaji na wenyewe ni fursa, ni ajira, ni fursa. Kwa hiyo wameingia wengi, hata wale ambao hawakuitwa na Mungu, wamejiita wenyewe. Lakini pia tusisahau kuna wengine ambao ni mapandikizi ya shetani. Yuda 1:4 inatuambia wako wajiingizao kwa siri. Wagalatia 2:4 inatuambia wako waingizao kwa siri, ndugu wa uongo, ili waupeleleze uhuru wetu. Kwa hiyo wako wengi. Sasa inapokuja pepeto kwa njia ile ya mateso, dhiki inaporuhusiwa kulikumba kanisa na kulizongazonga, wale wote walio feki wataondolewa, watabaki wale genuine waaminifu. Watakaobaki waaminifu ni nani? Ni wale waliosimama juu ya jukwaa lililo imara, walioupokea ukweli wa sasa na ukweli wa sasa ukawatakasa. Hao ndio watasimama. Kama mchungaji anauamini ukweli wa sasa, ukweli utamtakasa, naye atasimama akiwa mwaminifu. Kama ni mshiriki anauamini ukweli wa sasa, amebaki juu ya jukwaa lililo imara, ukweli wa sasa utamtakasa, naye atasimama imara bila kuyumbishwa. Ukurasa wa 150, matukio ya siku za mwisho, UPH 2015. Wengi, unaiona nukuu kwenye skrini yako hapo, wengi watadhihirisha kuwa hawako pamoja na Kristo, kwamba hawajaufia ulimwengu ili waweze kuishi naye, na uasi wa watu waliobeba nyadhifa za uongozi utatokea mara kwa mara. Sasa tutapata wapi wahubiri wa ukweli wa sasa ikiwa ukweli wa sasa wameukataa, na wameukataa ukweli wa kuwatakasa? Kwa hiyo wamebaki kwenye uasi, kwenye uovu. Kwa hiyo tutayashuhudia hayo. Nabii amesema, na unabii huo tunaushuhudia ukitimia machoni petu. Selected Messages, gombo la pili, ukurasa wa 25, paragrafu ya kwanza. Unaiona nukuu kwenye skrini yako. Nabii anasema, watu wetu wanahitaji kuelewa sababu za imani yetu na uzoefu wetu wa zamani. Inasikitisha sana kwamba wengi wao inaonekana wanaweka imani isiyo na kikomo kwa watu ambao wanawasilisha nadharia zinazoelekea kung'oa uzoefu wetu wa zamani na kuondoa alama za zamani. Wale ambao wanaweza kuongozwa kwa urahisi na roho wa uongo wanaonyesha kwamba wamekuwa wakimfuata nahodha mwingine kwa muda mrefu sana, kwamba hawatambui kwamba wanaacha imani au kwamba hawajengi juu ya msingi wa kweli. Tunahitaji kuwahimiza wote kuvaa miwani yao ya kiroho, kupakwa mafuta macho yao ili waweze kuona wazi na kutambua nguzo za kweli za imani. Kisha watajua kwamba msingi wa Mungu umesimama thabiti ukiwa na muhuri huu. Bwana anawajua wale ambao ni wake. Timotheo wa pili 2:19. Tunahitaji kufufua ushahidi wa zamani wa imani ambayo walikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa kwenye kanisa la Mungu, iwe miongoni mwa wachungaji, iwe miongoni mwa washiriki, Yesu anawajua walio wake. Anawajua kwa njia gani? Wamesimama juu ya jukwaa lililo imara, wameuamini ukweli wa sasa. Mada kama vile huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, ndio ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Jumbe hizi zimewatakasa, wamekuwa watakatifu.
hao ndio wamesimama kwenye ukweli, na Yesu anawafahamu hao, wale wote walioshuka kwenye hilo jukwaa, wale wote ambao ukweli huu wameweka kando, na hivyo haujawatakasa, na hivyo hawajapata ushindi wa dhambi. Hao watapepetwa, watatupwa nje. Na kusema ukweli, kama ni kiongozi wa namna hiyo, kama ni mchungaji wa namna hiyo, anawaongoza watu chini ya mwamvuli wa Shetani, kwa sababu yeye mwenyewe anamfuata nahodha mwingine, anaongozwa na roho wa uongo. Kwa mchungaji yeyote ambaye hana ukweli wa sasa, anaongozwa na roho wa uongo. Anaye nahodha mwingine, sio Yesu, ni Shetani, ibilisi mwenyewe. Kama kiongozi wa kanisa hana ukweli wa sasa, anawaongoza watu chini ya mwamvuli, chini ya mnyororo ambao unavutwa na Shetani mwenyewe. Ukweli wa sasa, uhusiano kati ya ukweli wa sasa na pepeto. Wale wote watakao pepetwa ni wale ambao wamekuwa wakimfuata nahodha mwingine, wakimfuata roho wa uongo, Shetani mwenyewe. Ni wale walioshuka kwenye jukwaa lilo imara, wale ambao hawana ukweli wa sasa, nahodha wao ni mwingine, wanamfuata Shetani. Hao watapepetwa, maana wamekuwa wakiongozwa na Shetani, kwa lazima waende kuungana naye ambaye aliyekuwa kiongozi wao kwa muda mrefu. Wale ambao wako chini ya kiongozi Yesu, wanaongozwa na Roho Mtakatifu, lazima watauamini ukweli wa sasa, lazima watabaki kwenye jukwaa lilo imara, lazima ukweli huo utawatakasa na watapata ushindi kamili wa dhambi. Hao watasimama waaminifu wakati wa hukumu ya upelelezi. Hao watasimama waaminifu upande wa Bwana katika dhoruba iwayo yote, kwa sababu watakuwa wamefanya maamuzi thabiti ya kuutetea ukweli na kubaki waaminifu upande wa Bwana. Ukweli wa sasa na pepeto vina uhusiano kabisa. Pambano Kuu UPH 2023, unaiona kwenye skrini yako hiyo nukuu, sura ya 37, maandiko ni kinga, ukurasa wa 490. Nabii anasema Shetani anajitahidi daima kuvuta usikivu uelekezwe kwa watu badala ya kuelekezwa kwa Mungu. Anawaongoza watu wawatazame maaskofu, wachungaji, maprofesa wa teolojia kama viongozi wao badala ya kuchunguza maandiko ili wajifunze wajibu wao wenyewe moja kwa moja. Ndipo kwa kutawala na kuongoza akili za hawa viongozi, anaweza kutawala watu wengi kulingana na matakwa yake mwenyewe. Anachokifanya Shetani, anashughulika kutawala akili za viongozi, akili za maaskofu, akili za wachungaji, akili za maprofesa wa theolojia. Akitawala hizo akili, na tayari ameshawashusha kwenye jukwaa lililo imara, amewashusha kwenye jukwaa lenye ngazi 3, amewaondoa kwenye ukweli wa sasa. Anajua kwa sababu watu wamejifunza tangu utoto wao kuwaheshimu na kuwasikiliza, basi kuna watu wengi anawaburuza na kuwakokota kupitia viongozi hawa ambao anawakokota. Anawapeleka wapi? Anawapeleka upotevuni, anawapeleka kwenye uharibifu, anawaongoza katika maisha yao. Kwa kumbe wako Waadventista wa Sabato wanaongozwa na Shetani, kumbe wako wachungaji wanaongozwa na Shetani, kumbe wako viongozi wa kanisa wanaongozwa na Shetani, kumbe wako maaskofu, maprofesa wa theolojia wanaongozwa na Shetani. Inawezekana. Tutawajuaje? Utofauti ni ukweli wa sasa. Wanaopinga ukweli wa sasa, au wale ambao wasiouishi ukweli wa sasa, au wale ambao hawaufundishi ukweli wa sasa, tutajua ya kwamba wanaye nahodha mwingine. Kuna roho wa uongo anayewaongoza. Angalia, ndio sababu kwa nini ukweli wa sasa umeadimika kwenye kanisa la Mungu. Ni kwa sababu kuna watu wengi, maaskofu wengi, wachungaji wengi, maprofesa wa theolojia wengi wanaongozwa na nahodha mwingine, na Shetani hawezi kuwaongoza kwenye ukweli wa sasa. Shetani atawatoa kwenye ukweli wa sasa, na kwa sababu watu wanawaamini hao, Shetani imempa fursa. Na ndio maana hapa Mungu anatutaka tusiweke imani kwa mwanadamu, kwa sababu imani kwa mwanadamu ndio mpango wa Shetani wa kutawala. Anapomtawala kiongozi, anawatawala na wengine wote walio chini ya huyo kiongozi. Lazima huo mnyororo tuukate. Tusome maandiko sisi wenyewe, tusome Biblia sisi wenyewe, tusome roho ya unabii sisi wenyewe, tusimike kwa hivi ndivyo asemavyo Bwana, tukiwa na uhakika ya kwamba Bwana anasema hivi, na sio kuweka imani
kwa watu wengine. Eti kazi yao wao ni kusoma, alafu watuandikie sisi, jamani, Biblia inasema hivi. Kazi yao wao ni kutuambia Biblia inasema hivi. Hakuna. Tunataka tumsikie Mungu mwenyewe akisema nasi moja kwa moja, katika ushirika binafsi, katika uzoefu wa chumba cha kwanza cha patakatifu, ushirika binafsi, kusoma neno, meza ya mikate ya onyesho, uongozi wa Roho Mtakatifu, kinara cha taa 7 cha dhahabu, madhabahu ya kufukiza uvumba, maombi. Uzoefu huo tunauhitaji. Tusome wenyewe Biblia, tusome wenyewe roho ya unabii. Tutakuwa salama, hatutashushwa kwenye jukwaa lililo imara, hatutaondolewa kwenye ukweli wa kutakasa, ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth. Hatutaondolewa kwenye huo ukweli, na ukweli huo utatufanya tuwe washindi wa dhambi, tutakuwa watakatifu. Ukweli gani huo? Ukweli wa sasa ndilo jukwaa lililo imara, jukwaa lenye ngazi 3, limejengwa juu ya msingi ulio imara, uliojengwa na Mungu mwenyewe, huduma ya Yesu, patakatifu pa mbinguni. Ngazi 3 za hilo jukwaa ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ngazi ya kwanza; malaika wa pili, ngazi ya pili; malaika wa tatu, ngazi ya 3. Tofauti na hapo, wote watakao kuwa hawana huo ujumbe, hawauishi huo ujumbe, watakuwa wameshushwa na Shetani. Na wanaposhushwa na Shetani, wanaongozwa na roho mwingine, wanaongozwa na nahodha mwingine, wanapelekwa upotevuni. Hawataweza kusimama waaminifu kwa Bwana wakati wa hukumu ya upelelezi, na lazima wapepetwe, lazima watupwe nje, maana wanakuwa kama makapi. Ngano safi lazima iwekwe ghalani. Wapi ghalani? Katika ufalme wa mbinguni, Yesu anapokuja mara ya pili. Sasa swali linaulizwa, je, ni yapi matokeo ya kukosekana kwa ukweli wa sasa? Yapi ni matokeo ya kukosekana kwa ukweli wa sasa? Kitabu mkononi mwangu, Dhiki Kuu. Hiki hapa, Dhiki Kuu, ukurasa wa 50. Nabii anasema, niliulizwa maana ya mchekecho niliyokuwa nimeuona. Narudia tena, niliuliza maana ya mchekecho niliyokuwa nimeuona, nikaonyeshwa kwamba utasababishwa na ushuhuda yakinifu unaotokana na shauri la shahidi wa kweli kwa Laodikia. Ushuhuda huo utakuwa na matokeo katika moyo wa mpokeaji, nao utamuongoza kuinua juu kiwango na kuitangaza kweli bila kuipindisha. Wengine hawatastahimili kusikia ushuhuda huo mnyofu, watainuka na kupinga, na hilo ndilo litakaloleta mchekecho miongoni mwa watu wa Mungu. Kwa hiyo ukweli wa sasa unapoadimika, maana yake watu wa Mungu wanaishi dhambini, kwa sababu hawana ukweli wa kuwatakasa. Kinachofanyika, Mungu anatuma maonyo. Maonyo yake yanakwenda kwa namna ambayo hayampi utulivu mdhambi, yanamuondoa kwenye comfort zone, yanamfanya yani ujumbe unamtaka msikiaji ainue viwango juu, viwango vya ukweli. Na wale watakaostahimili, watakaosikia na kunyenyekea na kutubu, watapata rehema, na watakuwa wamesimamishwa kwenye jukwaa lililo imara. Lakini wale watakaopinga na kukataa, watachekechwa nje. Kwa hiyo, kwa sababu ya kuadimika kwa ukweli wa sasa, Mungu anatuma maonyo kwa kanisa lake. Sasa anao watu wanaoonya dhambi wazi wazi, iwe ni kiongozi, iwe ni mchungaji, iwe ni mshiriki, dhambi zinatajwa wazi wazi. Tunavyoongea, onyo hilo, huo ushuhuda wa shahidi mwaminifu kwa Laodikia, ushuhuda huo unatolewa sasa. Mungu anao wajumbe, na kuna wengine hawajui Mungu anavyotenda kazi, wanaanza kupinga jumbe hizo, wanaanza kupinga maonyo hayo. Hao wanapepetwa. Wale ambao wanaposikia maonyo hayo wanajinyenyekeza na kumtafuta Mungu kwa toba na maungamo, hao wanakubaliwa. Kwa pepeto linaendelea sasa kwenye kanisa la Mungu. Kwa mfano, wachungaji wamekuwa wakipambania vyeo na madaraka kwa muda mrefu. Wanaoyafanya ni maovu sana: uasherati wanaofanya, ushirikina wanaofanya,
ubadhirifu wa fedha wanaofanya, matumizi mabaya ya madaraka wanayafanya, uonevu wanaofanya, ubinafsi wanao. Sasa maonyo haya yanapoletwa waziwazi, wengine wanaibuka wanasema, anawasema viongozi, anatukana wachungaji. Hao wanapinga ujumbe ambao ni ushuhuda wa shahidi mwaminifu kwa Laodikia, na matokeo yake wanapanchiwa out, wanakuwa shaken out. Wamebaki wachungaji, wanabaki viongozi, wanabaki washiriki, lakini mbele za Mungu wamekataliwa. Pepeto linaendelea. Wale ambao watasema ni kweli nilikuwa na mimi nikihusika kwenye kampeni, natafuta vyeo na madaraka, na kwa kweli nilienda mpaka kwa waganga kienyeji, basi Mungu amenitumia mjumbe wake, ninaamua kumtafuta Mungu. Anamtafuta Mungu, anasamehewa, anakubaliwa, kwa kuwa ujumbe wenyewe unapokuja kwa onyo kali, ujumbe huu, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, unawataka Waadventista kuwa watakatifu. Kwa hiyo ujumbe wenyewe anaponyenyekea na kuupokea unamtakasa, na anapotakaswa anawezeshwa sasa kubeba tabia ya Yesu. Huyo anakubaliwa. Kwa hiyo ujumbe wenyewe unaitwa the sealing truth. Kwa hiyo anatiwa alama. Wale wote wanaopokea ujumbe wa onyo katika kipindi hiki wanatiwa alama, wanawekwa alama. Wanaokataa wanakuwa shaken out, wamebaki kanisani, lakini wamepanchiwa, wamekataliwa mbele za Mungu kwa sababu wamekataa ujumbe wa onyo. Kwa hiyo Mungu anatuma maonyo. Matokeo ya kukosekana ukweli wa sasa yanamfanya Mungu atume maonyo, na maonyo hayo sio ya kubembeleza, ni ujumbe kama wa Yohana Mbatizaji. Kwa nini? Yohana Mbatizaji alitumwa kuandaa njia kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya kwanza, na ujumbe wake ulikuwa yani ujumbe ambao ni mkali usio wa kawaida, mpaka anawaita watu, enyi nyoka wana wa majoka, angalieni shoka limekwisha kuwekwa kwenye shina, shina linakaribia kukatwa. Unafikiri ujumbe ulikuwa ni ujumbe wa kubembeleza? Haukuwa ujumbe wa kubembeleza hata kidogo. Sasa tumekaribia miisho namna hii, watu wanacheza kwenye dhambi, watu wamelala usingizi, wanatakiwa waamshwe. Nini kitakachowaamsha? Ushuhuda wa shahidi mwaminifu, na Mungu amewatuma hao wajumbe sehemu mbalimbali duniani. Sasa wanawahubiri Waadventista wa Sabato, wanahubiri Waadventista wa Sabato ili waamke, watoke katika usingizi wao, watoke katika dhambi zao, watoke katika uovu wao, waanze kumtafuta Mungu. Muda umeisha, Yesu amekaribia kurudi. Hautakuwa ujumbe wa kuchekacheka, ujumbe wa kubembeleza, sio ujumbe wa kuhubiri amani, amani na salama. Ni ujumbe ulionyooka. Hao ni wajumbe wa Mungu. Rejea ukatubu, tubu, hebu geuka, badilika, amka, Yesu anakuja. Kwa lazima wawepo watu wa aina ya Yohana Mbatizaji nyakati hizi za mwisho, wakiwa na roho ile ile ya Elia ya kuandaa njia kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili, waliojazwa Roho Mtakatifu, ambao wanauamini ukweli wa sasa, wamesimama juu ya jukwaa lililo imara, na watawaonya watu. Hapo pepeto linaendelea. Yaani ukweli huu wa sasa utawafanya Wasabato wengine wapepetwe nje. Endelea kupinga, endelea kubisha, pepeto linaendelea. Ujumbe huu unapokufikia, ewe mtazamaji, unakufikia ujumbe huu, ujue ni ujumbe wa rehema, japo ujumbe mkali, wenye kuumiza, wenye kupasua moyo, lakini ni ujumbe wenye rehema ndani. Mungu anataka kuokoa watu wake. Watakaobisha watapepetwa. Atabaki na wale watiifu, waaminifu, wanaokubali maonyo, waliorejea na kutubu na kuungama dhambi, na ukweli ukawatakasa, wakawa watakatifu, ili wasimame waaminifu siku ya Bwana. Sikia, katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Naweka kitabu chini nisome kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya kwanza. Ni sura ya 10 inayosema sauti nyikani. Sura ya 10, sauti nyikani. Kuna maneno haya, ukurasa wa 81. Hiki hapa, sehemu ya kwanza, Tumaini la Vizazi Vyote, sura ya 10, sauti nyikani. Kuna maneno haya, nabii anasema, Mungu hatumi wajumbe wake kupeleka ujumbe kwa watu ili kuwafurahisha wenye dhambi. Huyo sio Mungu. Anayependa kuwafurahisha wenye dhambi ni Shetani. Mhubiri yeyote anayelenga kuwafurahisha wenye dhambi, kuwaentertain waovu,
huyo anaongozwa na roho nyingine. Nahodha wake sio Yesu, nahodha wake ni Shetani. Wajumbe waaminifu wenye Roho Mtakatifu hawana muda wa kuwaentertain wa dhambi. Endelea kusoma. Hatoi ujumbe wa amani ili kuwaliwaza wasio na mioyo safi katika usalama wa hatari. Anaweka mizigo mikubwa katika dhamiri ya mwenye dhambi na kuichoma roho kwa mishale ya usadikisho wa hatia. Malaika hudhihirisha adhabu za wazi za Mungu wazi ili kuwafanya watu waone haja ya kutubu na kuepuka adhabu hizo. Kwa Mungu hatumi ujumbe wa kubembeleza. Kipindi tulichopo sasa, pepeto linapoendelea, lazima viwango vya ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu viinuliwe juu. Lazima bendera yenye ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu iinuliwe juu na kunyoosha maelezo, kuambia watu ukweli. Maana jumbe hizi zinawataka wasabato wawe watakatifu. Jumbe hizi zinapoachwa, kanisa linadorola. Kwa lazima tuamke, turudi kubeba ujumbe huu, na lazima ujumbe ututakase kwanza kabla ya kuubeba kuupeleka ulimwenguni kote. Kwa Mungu sasa, kabla ya onyo la mwisho kwa ulimwengu, kabla ya kilio kikuu, yupo kazini sasa. Anainua wanaume na wanawake ambao wanatakaswa na maonyo haya, wanatubu na kuungama dhambi. Wanapomgeukia Mungu, wanawezeshwa kustahili sasa kubeba kilio kikuu, kubeba onyo la mwisho kwa ulimwengu. Wanaokataa, wanaopinga, wanatupwa gizani, wanaachwa gizani. Swali linaulizwa, je, wale wanaopinga ushuhuda wa shahidi mwaminifu wataendelea kubaki pamoja na wale waliopokea ushuhuda wa shahidi mwaminifu, au kutatokea na mtengano? Wataendelea kubaki pamoja? Waadventista ambao hawakutakaswa katika kweli, wamepinga ushuhuda wa shahidi mwaminifu, watajitenga na imani, watapepetwa. Angalia nukuu iko hapo mbele yako, kitabu cha Pambano Kuu kwenye skrini hapo, UPH 2023, sura ya 38, onyo la mwisho, ukurasa wa 501. Dhoruba inapokaribia, tabaka kubwa la wale ambao wameuamini ujumbe wa malaika watatu lakini hawakutakaswa kwa njia ya kuutii ukweli, watatupilia mbali msimamo wao na watajiunga na kundi la wapinzani. Kwa kuungana na ulimwengu na kushiriki roho yake, watakuwa na mtazamo wa mambo unaofanana sana na wa ulimwengu. Na wakati jaribu litakapokuja, watakuwa tayari kuchagua upande ulio rahisi, upande unaopendwa na wengi. Watu wenye talanta na wenye nafasi katika jamii ambao awali walifurahia ukweli, watatumia mivuto yao kudanganya na kupoteza. Wanatokea kuwa maadui wakuu wa ndugu zao wa zamani. Wakati washika sabato wanapoletwa mbele ya mahakama kujibu maswali kuhusu imani yao, hawa waasi watakuwa mawakala makini wa Shetani katika kuwawakilisha vibaya na kuwashitaki. Na kwa njia ya taarifa za uongo na kauli zisizokuwa za kweli, watawachochea watawala dhidi yao. Unabii umetabiri na lazima unabii utimie. Nabii anachosema hapa ni nini? Tuangalie vipengele vya hii nukuu. Ni nukuu ya muhimu sana, yafaa kuitafakari. Dhoruba inapokaribia, anaposema dhoruba inapokaribia ni nini? Ni baada ya kupitishwa kwa sheria ya Jumapili ya kitaifa Marekani, na sheria ya Jumapili ikasambaa katika mataifa yote. Sasa dhoruba inapokaribia, maana yake mateso baada ya hapo yatarindima. Dhoruba inapokaribia, tabaka kubwa la wale ambao wameuamini ujumbe wa malaika watatu, hao ni nani? Ni Waadventista wa Sabato. Waadventista gani hao? Ni Waadventista feki
ambao wameukataa ujumbe wenye ngazi tatu, wameshuka kwenye jukwaa. Kwa hiyo wameamini, lakini ukweli ujumbe huo haujawatakasa. Kwa hiyo hao watafanya nini? Lakini hawakutakaswa kwa njia ya kuutii ukweli. Watatupilia mbali msimamo wao na watajiunga na kundi la wapinzani. Kwa hiyo kuna wasabato wengi watajiunga na kundi la wapinzani, na roho ya unabii inatuambia wazi kabisa ya kwamba sio tu washiriki, mpaka wachungaji wengi watajiunga na kundi la wapinzani. Viongozi wa kanisa wengi watajiunga na kundi la wapinzani. Kitakachofanya wasijiunge ama kujiunga ni nini? Wale ambao hawatajiunga ni wale ambao wamesimama kwenye jukwaa lililo imara lenye ngazi tatu, ukweli wa sasa. Ni wale ambao ukweli huo umewatakasa kwa kuutii, na wameamua kusimama upande wa Bwana. Wameshinda dhambi, wametakaswa, wamepewa vazi la haki ya Kristo. Wale watakaojitenga na imani na kujiunga na kambi ya adui na kujiunga na wapinzani ni wale ambao ukweli haujawatakasa, wameshuka kwenye jukwaa lenye ngazi tatu. Kwa hiyo hawajaweka msimamo wao upande wa Bwana. Haijalishi ni mchungaji, haijalishi ni kiongozi wa kanisa, msomi wa theolojia, haijalishi, maadamu ukweli haujamtakasa, lazima ataiacha imani na kwenda kupokea alama ya mnyama. Unabii umetabiri wengi watajitenga na imani, na hao watakaojitenga na imani ni wale ambao maisha yao sasa, japokuwa ukweli wa sasa upo, lakini hawauishi. Wamekuwa wakijifungamanisha sana na ulimwengu, yaani maisha yao ni kama ya watu wa ulimwengu. Kwa hiyo dhoruba inapokuja, itakuwa rahisi kwao kufuata mkondo unaopendwa na wengi, kwa sababu hata hivyo wamezoea siku zote kuishi kwa mkondo huo. Hawajaweka msimamo thabiti wa kusimama upande wa Bwana na kuwa waaminifu kwa ukweli wake. Hata Sabato wanaipuuzia, wanaitunza kihohe hai. Wanaenda kazini siku ya Sabato, wanapeleka watoto shuleni siku ya Sabato, wanaenda kufanya mitihani siku ya Sabato, walimu wanasimamia mitihani siku ya Sabato, wanaenda semina siku ya Sabato, viongozi wanaitwa kwenye vikao siku ya Sabato, serikalini wanafanya kazi siku ya Sabato, na wengine mpaka kwenye mikutano ya kisiasa wanaenda siku ya Sabato. Unakuta Mwadventista msabato anajitangaza kwenye mkutano wa siasa wa chama fulani, mimi imani yangu ni msabato, wakati ni siku ya Jumamosi alitakiwa awe kanisani. Wewe ni msabato feki. Lazima wewe utajitenga na imani, lazima wewe utaungana na wapinzani, wale wote ambao wanapuuza kuitunza Sabato kwa uaminifu. Wanaishi kama ulimwengu, wanakula kama ulimwengu, wanavaa kama ulimwengu, wanajipamba kama walimwengu. Hao watajitenga na imani. Haiwezekani mtu mwenye ukweli wa sasa alafu ukweli huo eti umfanye aishi kama ulimwengu. Wenye ukweli wa sasa, waliotakaswa na ukweli wa sasa, wanaishi tofauti na walimwengu na hawasomeki vizuri mbele ya walimwengu. Wanaonekana mara nyingi ni kama vile wenye misimamo mikali. Ndivyo inavyotakiwa. Wasabato tusomeke. Ukiona Wasabato tunafanana na ulimwengu, maana yake tumeshusha bendera yetu ya ukweli wetu, tumeshuka kwenye jukwaa lenye ngazi tatu, tumeamua kufanana nao. Matengenezo ya afya tumeyatupilia mbali, tunakula kama wao, tunakunywa kama wao, tunavaa kama wao. Hakuna kanuni za afya tunazozingatia, alafu tunasema tutasimama wakati wa dhoruba. Ni kujidanganya mchana kweupe. Hizo ni ndoto za mchana, haiwezekani. Lazima tuchukue msimamo thabiti sasa. Lazima tusikie maonyo haya. Lazima Wasabato tugeuke, lazima tubadilike, lazima tumrudie Mungu kwa toba na maungamo ya dhati. Tumeiacha njia, na kama sivyo tutajitenga na imani, na kama sivyo tutapokea alama ya mnyama. Unabii umetabiri na lazima litatokea. Je, kuna wachungaji wasiotakaswa katika ukweli nao watajitenga na imani? Ndio. Nabii amesema, manuscript release, gombo la 7, ukurasa 192. Kwenye screen yako unaiona hiyo nukuu. Wachungaji na madaktari wanaweza kujitenga na imani kama neno lisemavyo kuwa watajitenga, na kama vile ujumbe ambao Mungu amempatia mtumishi wake usemavyo kuwa watajitenga. Kuna wachungaji watakaojitenga na imani, maana sharti ukweli umtakase. Kama hajatakaswa na ukweli na yeye anaishi kama walimwengu, eti mchungaji anakuwa shabiki wa timu ya mpira,
eti mimi ni shabiki wa timu fulani, na anajigamba wazi. Mchungaji, kwenye status yako WhatsApp unaposti habari ya mipira, unaposti mambo sijui ya ulimwengu huu, wewe utajitenga na imani, utapokea alama ya mnyama. Lazima ufanye maamuzi thabiti. Mchungaji, utaki kufanya matengenezo ya afya, alafu eti unataka usimame wewe ukiwa thabiti upande wa Bwana. Dhoruba inakuja mbele yetu, hauna uwezo, hauna misuli ya kushindana na wapinzani, hauna uwezo wa kusimama upande wa Bwana wakati dhoruba iko mbele yako. Lazima uchague mkondo ambao umekuwa ukiupendelea siku zote. Wachungaji pia watajitenga na imani, na sio wachache, ni wengi. Roho ya nabii imekwisha kusema. Roho ya nabii imekwisha kusema. Angalia manuscript release gombo la 13 ukurasa 379 na 381. Unaiona hiyo screen kwenye nukuu, unaiona nukuu kwenye screen yako. Watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Hivi Israeli ya zamani walifanya nini? Mungu aliwaacha. Israeli ya zamani Mungu aliachana nao. Yesu akachagua wachache, akawajaza mvua ya masika, wakaendeleza kazi yake. Kwa Israeli ya zamani ndio itajirudia. Historia ya Israeli ya zamani itajirudia kwa Israeli ya sasa. Waadventista wa Sabato tutafuata historia ya Waisraeli wa zamani, watu ambao Mungu aliwaheshimu sana. Nani hao? Ni Waadventista wa Sabato. Katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Na angalia, ule mfumo wa dini ya Kiyahudi ndio uligeuka ukawa kikwazo cha utume wa Yesu, kikwazo cha injili ya Yesu. Sasa tumefika kipindi cha kufungwa kwa historia ya dunia. Kwani mnayoyaona hatutimizi unabii? Ukweli wa sasa si unapingwa makanisani? Wanaopinga ukweli wa sasa ni nani? Si viongozi wa kanisa? Hakuna washiriki wanaofuta ushirika kwa sababu ya ujumbe wa miaka 6000. Ujumbe wa miaka 6000 sio wa kwetu. Hakuna washiriki wanaokataliwa wasihubiri kwenye makanisa kwa sababu wanasisitiza matengenezo ya afya, wanasisitiza kuacha nyama, wanasisitiza kuacha nyama kwenye mikutano yetu ya makambi na kadhalika. Si wale wanajifunza unabii, wanaofundisha unabii kwenye makanisa yetu, si wanakataliwa? Si ndio tunatimiza unabii? Si ndivyo ilivyokuwa kipindi kile? Mitume walifanyaje? Si waliwekwa magerezani? Wale walikuwa wanamwamini Yesu, si walikuwa wanashughulikiwa? Si ndicho kinachoendelea sasa? Alafu nataka Mungu aendelee kufanya kazi na mfumo wa namna hii? Mfumo umeasi. Kwa Mungu lazima achague watu kama alivyofanya wakati anachagua mitume. Angalia nukuu inaendelea kusema hapo kwenye screen yako. Kujitenga na kanuni kuu ambazo Kristo amedhihirisha katika mafundisho yake, utimizaji wa miradi ya kibinadamu, kutumia maandiko ili kuhalalisha mwenendo mbaya chini ya utendaji potofu wa Lucifer, utawashupaza watu katika kutoelewana na ukweli wanaouhitaji na kuwahifadhi dhidi ya matendo mabaya. Utavuja na kumwagika kutoka rohoni kama maji kwenye chombo kinachovuja. Kwa ukweli utavuja kutoka rohoni kama vile mtu ameweka maji kwenye chombo kinachovuja. Kwa nini? Kwa sababu wanafuata miradi ya kibinadamu tu, ambapo Mungu hayupo kwenye miradi. Tumeng'ang'ana na miradi mikubwa, na sasa hivi sifa kubwa ni majengo tu, ni majengo tu, ni majengo tu. Ma-union yako kwenye majengo, ma-conference yako kwenye majengo, makanisa yako kwenye majengo, majengo ambayo ya kumalizika miaka 20, miaka 10, miaka mingapi huko mbeleni. Iko wapi hiyo miaka? Fedha nyingi inawekwa kwenye majengo, eti image change. Image change ipi ambayo tunataka tuibadilishe kwa nje, wakati ndani hatufai kukutana na Mungu mtakatifu sana? So image change iwe tubadilishe, tubebe tabia ya Yesu, tuchukue sura ya Yesu, tupate ushindi wa dhambi. Tunaukataa ujumbe wa sasa, tunaukataa ukweli wa sasa, alafu tunajifariji kwa miradi ya nje tu ya kibinadamu. Hapana, hatutasimama wakati wa dhoruba, tutajitenga na imani. Tutajitenga na imani. Lazima wawepo watu watakaosimama upande wa Bwana. Na kipindi hiki ni kipindi cha pepeto. Mungu anataka alitikise kanisa lake, alichekeche kanisa lake, ili makapi yatoke nje, abaki na wale pure, abaki na ngano safi, ambao sasa atawajaza mvua ya masika ili wamalize kazi. Onyo, watoe onyo la mwisho kwa ulimwengu. Watoe onyo la mwisho kwa ulimwengu. Kwa nini nisiwe mimi na kwa nini usiwe wewe? Ni nini kinachohitajika? Ni toba na maungamo ya dhati, alafu kukumbatia ukweli kwa sasa, kurudi kwenye jukwaa lenye ngazi 3, ambapo msingi wake
ni huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Ngazi 3 ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Na tunapoukubali ujumbe huu, unatutakasa ujumbe huu, tunafanywa kuwa washindi wa dhambi, tunaletwa katika uzoefu wa chumba cha kwanza cha patakatifu ili tuwe na ushirika binafsi na Yesu. Hii ndipo tuweze kumfuata Yesu katika chumba cha kwanza, chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, tukiwa washindi wa dhambi, tukiwa tumefunikwa kwa vazi la haki ya Kristo. Hicho ndicho kinachohitajika. Tofauti na hapo, tutapokea alama mnyama. Tofauti na hapo, tutajitenga na imani. Kwa hiyo pepeto linaendelea. Watakaochekechwa na kupepetwa nje ni wale ambao watakataa onyo kutoka kwa ushuhuda yakinifu wa shahidi mwaminifu. Wale watakaokataa ukweli wa sasa, wale watakaokataa kutubu na kuungama dhambi, lazima wapepetwe nje, lazima watemwe nje. Japokuwa watabaki madarakani, japokuwa watabaki kuwa ni viongozi, japokuwa watabaki kuwa ni wachungaji, japokuwa watabaki kwenye vitabu vya ushirika kama washiriki wa kanisa, lakini mbele za Mungu wamepepetwa. Sheria Jumapili inapotangazwa Marekani ya kitaifa, tayari wao rehema inakuwa imeishia hapo, na mateso yanapoanza, dhoruba inapokuja mbele, hao watachagua mkondo ambao wameuzoea kuufuata. Tabia yoyote ya uovu, tabia yoyote ya kiulimwengu inawafanya watu kuandaliwa kupokea alama ya mnyama. Maisha yako tu yapime. Unaishi kama ulimwengu, unakula kama ulimwengu, unavaa kama ulimwengu. Lazima wewe uje kujitenga na imani. Ni kutangazie mapema, kwa sababu umeshaandaliwa njia, mfereji umeshatengenezwa kutoka mlimani kwenda bondeni, maji yanatiririka kwenda bondeni. Hautaweza wewe kugeuka na kuogelea kinyume na mkondo. Lazima iwe umejizoeza maisha hayo katika maisha yako ya kila siku, katika maisha yako ya kila siku. Ndugu zangu, muda umeisha. Yesu anakaribia kurudi, na sasa kanisa liko kwenye mchekesho, kwenye kupepetwa. Tafadhali usiwe mpuuziaji wa maonyo haya. Kama yamekuchoma, kama yamekugusa, ni upendo wa Mungu na rehema za Mungu zinazokutaka ukimbilie msalabani. Maadamu ni mchana, usiku waja, hakutakuwa na nafasi tena ya toba. Maadamu nafasi ingaliko, maadamu rehema inapatikana, kabla hatujafungiwa nje, muda umeisha na rehema itatangulia kukoma kwa Waadventista wa Sabato. Mungu na atusaidie tusimame upande wake. Mungu atusaidie tukawe washindi wa dhambi. Tuthamini mpango wa Mungu wa ukombozi, tukathamini mambo matakatifu ya wokovu wetu, tukauthamini ukweli tuliokabidhiwa, tukauthamini ukweli wa sasa, na tubaki tukiwa juu ya jukwaa lenye ngazi 3. Hilo ndilo jukwaa lililo imara. Tukishuka tutapepetwa, tukishuka tutapokea alama ya mnyama, tutaachwa gizani na tutapotea milele. Mungu anayetupenda na atubariki sote kwa jina la Yesu, amina. Na tuombe tunapohitimisha. Baba mtakatifu, pepeto linaendelea. Ushuhuda wa shahidi mwaminifu, ujumbe usiotuachia amani na utulivu katika mioyo yetu, ujumbe mkali wa kutuondoa kwenye comfort zone unaendelea. Kanisa lako linapepetwa. Tusaidie basi, ukitupatia akili zenye kuelewa nyakati na kujua nini tunachopaswa kukifanya, tukimbilie msalabani. Rehema yako ni kubwa, upo tayari kutupokea. Asante kwa upendo wako na baraka zako. Neema yako yatosha kwa kila hitaji. Kwa jina la Yesu, amina.